unatenda mambo hayo kwa mamlaka gani? Tena ni nani aliyekupa mamlaka hii? Akajibu akawaambia, nami ninawauliza ninyi neno moja. Niambieni, ubatizo wa Yohana, je, ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema, basi mbona hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, watu wote watatupiga kwa mawe, kwa kuwa wamemkubali Yohana kuwa ni nabii. Wakajibu kwamba hatujui ulikotoka. Yesu akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi ni kwa mamlaka gani ninatenda mambo haya. Praise the Lord. Biblia tunaona ya kwamba katika neno la Bwana, Biblia inatuambia kwamba Yesu alienda katika hekalu siku moja kufundisha na kuhubiri Injili. Tunaona ya kwamba na wakuu wa makuhani na waandishi pamoja na wazee, hawa ni watu waliokuwa katika hekalu, ni watu waliokuwa katika kanisa, ndani ya kanisa. Praise the Lord. Kwa sababu kwa hiyo wakati ninapohubiri hili neno siongei na watu wa nje wasiookoka ama ambao hawamjui Mungu. Ninaongea na watu ambao wanasema wanamjua Mungu. Kwa sababu tunaona ya kwamba hawa walikuwa ni makuhani na waandishi pamoja na wazee. Wakamtokea ghafla wakamwambia wakisema, tuambie, unatenda mambo hayo kwa mamlaka gani? Tena ni nani aliyekupa mamlaka hii? Praise the Lord. Yesu akawaambia kitu kimoja, akawaambia, nami nitawauliza kitu kimoja. Yohana alibatiza kwa mamlaka ya nani? Akauliza, ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Hapa ndipo ninakwambia, nataka ujue ya kwamba wanadamu wanajua kujifanya. Saa zingine wanadamu kwa sababu hataki kushika imani, anajifanya haijui wala haielewi. Praise the Lord. Na kwa sababu sisi hatutaki kushika imani, saa zingine tunajifanyanga hatujui, iwapo tunajua kila kitu. Ama makuhani na waandishi na wazee walikuwa wanajua ni nguvu za nani Mungu Yesu anatumia. Walikuwa wanajua ya kwamba hakuna mtu mwingine angeweza kutenda mambo hayo aliyokuwa anayafanya pasipokuwa na Roho wa Mungu. Kwa hiyo automatically walijua ya kwamba ni nguvu za Mungu zinatumika. Lakini kwa sababu waliona kana kwamba amekuja kuchukua nafasi yao, wakaogopa, wakataka kumtishia, wakataka kumjaribu ili ashindwe kujitetea, ili wapate jambo la kumkamata na kumstaki kwa roho. Naye Yesu aliwajua kabla hawaja kuja. Akawaambia, niambieni, nao ubatizo wa Yohana ulitoka kwa Mungu ama kwa mwanadamu? Ulitoka mbinguni ama ulitoka kwa wanadamu? Ndio njia hawa makuhani na wazee walikuwa wanajua ni nguvu za nani anatumia. Wakasema kwamba tukimwambia ulitoka mbinguni, atatuuliza mbona hatukumwamini. Na tukimwambia kwamba ulitoka kwa mwanadamu, kwa sababu watu wote, praise the Lord, nataka uelewe hapa, Biblia inasema ya kwamba watu wote, kumaanisha pia pamoja na wao, walijua ya kwamba ubatizo wa Yohana, walijua ya kwamba Yohana ni nabii wa Mungu. Walijua ni nabii wa Mungu, lakini hawakumwamini. Kwa sababu Biblia inasema watu wote, kumaanisha pia wao. Nataka tuseme vizuri, kusoma Biblia step by step ndio uweze kuelewa Biblia vizuri, ama neno la Mungu vizuri. Wakaojiana
alisema kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema basi mbona hamkuamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, watu wote watatupiga kwa mawe, kwa kuwa wamekubali Yohana kuwa ni nabii wa Mungu. Walikubali Yohana kuwa ni nabii wa Mungu, lakini kwa sababu Yohana hakuja na mambo ya kuwatishia, kana Yohana hakuwa na habari za mtu yoyote yule. Yohana alikuwa anahubiri nyikani. Praise the Lord. Alikuwa anakaa nyikani, mahali alikuwa amejitenga, mahali watu hawako. Hata hakuja ndani ya hekalu kuhubiri ndani ya hekalu. Kwa hivyo hakudisturb makuhani wala wazee. Kwa hivyo hawakushindania na yeye. Lakini Yesu aliingia ndani ya kanisa. Wakaona huyu amekuja kuchukua nafasi yetu. Watu wenye walikuwa wanatuamini wataacha kutuamini, wataanza kumwamini huyu, wataanza kumfuata huyu. Kwa sababu waliogopa watachukua nafasi yao, hawakutaka kumwamini. Kile ambacho walichofanya ni kutaka kumtishia ama kumujaribu kwa maswali. Nilikuwa nasema kwa sababu Yohana alikuwa nyikani, hakuwasumbua, kwa hivyo hawakushindania na yeye. Ingawa walijua ya kwamba ni nabii wa Mungu, lakini hawakuweza kumwamini. Praise the Lord. Lakini kwa sababu Yesu sasa ameingia ndani ya kanisa, imekuwa tishio kwao. Yohana Mbatizaji alikaa nyikani, chakula chake kikiwa ni nzige na hasari. Na watu walitoka mjini wakienda huko nyikani kumuona Yohana. Ukiwa na nguvu za Mungu, watu watatoka kokote wafuate hizo nguvu za Mungu. Walitoka mjini. Watu sasa wanapambana kutoka mashambani wakienda mjini. Lakini wakati wa Yohana Mbatizaji walitoka mjini wakienda nyikani kukutana na Yohana akiwahubiria, akiwabatiza. Praise the Lord. Kwa hiyo huyo hakuwa tishio kwa makuhani. Lakini sasa Yesu ameingia ndani ya kanisa. Ameingia kwa hekalu. Amesimama mbele, ameanza kufundisha. Mambo ambayo anayoyafundisha ni ya kustaajabu. Ni mambo ambayo hawajawahi yasikia tena. Ana nguvu na uwezo ambao hawajawahi shuhudia tena. Anaponya viwete, anaponya wagonjwa. Anafungulisha watu ambao waliokuwa wamefungwa siku nyingi. Anafungulisha watu waliokuwa wamefungwa siku za miaka na miaka. Kuna mzee aliyepona aliyekuwa amefungwa, alikuwa na ugonjwa wa ulemavu miaka 38. Kuna mama aliyeponywa aliyokaa na ugonjwa miaka 18. Kuna mama alimwaga damu miaka 12 akapona. Kwa hiyo vitu vilivyokuwa vimeshindikana vikaanza kufanyika. Kwa hiyo automatically wangejua kwamba hizi nguvu hazitoki kwa mwingine, ile ni kwa Mungu. Praise the Lord. Lakini hawa watu kwa sababu hawataki kuamini, wanajikausha, wanajifanya kwamba imani yao inatosha. Hawataki kubadilishwa. Hawataki kuamini kilicho cha kweli. Hawataki kuamini Mungu ambaye aliye na uzima, kwa sababu ya kiburi chao. Nitaonekanaje? Mimi kuhani, watu wameniamini, nimekuwa nikihubiria watu. Nitaonekanaje saa hii nikishuka kwa mtu mwingine? Watu wetu watasemaje nikiokoka? Watu wengine wameshindwa kuokoka kwa sababu ya familia zao. Katika familia yenu hakuna mtu mwenye ameokoka. Watu watanionaje? Familia yetu itanionaje nikianza kwenda kanisani? Praise the Lord. Unajua Mungu kabisa, lakini mahali huko unashindwa kufuata njia ya kweli, kwa sababu kisha na maana marafiki.
inabidi ufanye uende kulingana na wao, kisa na maana hutaki kwenda kinyume chao. Ikawa unajua ya kwamba Yesu ni Bwana, ikawa unajua Bwana ndiye kimbilio na tegemeo la kila mwanadamu, ikawa unajua ya kwamba msaada pekee uko kwa Mungu, lakini washindwa kumwamini kwa sababu ya situation zile ambazo uko ndani yake, kwa sababu ya mahali ambapo uko panakufanya ushindwe kuamini na kumfuata huyu Mungu. Praise the Lord. Lakini leo ningependa kwamba ukachukue uamuzi wa imani. Unaamini nini? Fuata kile ambacho unachokiamini. Hata kuzuiliwa na watu wengine. Cheo isikuzuilie kupiga magoti mbele za Mungu na kuomba. Kwa sababu wewe ni mzee, isikuzuilie kupiga magoti na kuomba. Nitaonekanaje nikipiga magoti mbele za watu? Na unapigia Mungu wako, upigii mtu yeyote. Praise the Lord. Unaamini nini? Ni lazima ufuate kile ambacho unachoamini, pasipo kuangalia situation ambayo uko ama katikati ya watu aina gani. Kumbe ni vizuri kufuata, uwe na uamuzi. Usikue kama makuhani na mwandishi na wazee ambao waliopatikana katika hekalu, ingawa wanajua kwamba Yesu anafanya mambo yote anafanya kwa nguvu za Mungu, lakini hawataki kumwamini. Praise the Lord. Makuhani ndio waliokuwa wa kwanza kusema Yesu asulubiwe, auawe, ndio asiingililie mambo zao. Uoga, hofu imetufanya tushindwe kufanya uamuzi. Watu wengine ni hofu tu. Hofu. Unamjua Mungu na muamini Mungu, lakini hofu inakufanya usifanye uamuzi. Na watu wengi mahali ambapo wako ni kuogopa, wako na hofu. Itakuwaje? Nitaonekanaje? Majirani ambao hawajazoea kuniona nikiomba, ni watanionaje wakiniona nikiomba? Praise the Lord. Majirani ambao hawajazoea kuniona nikiabudu, watanionaje? Mtamsema watu wanajua mbaya wangu vile ambavyo nimekuwa mbaya. Nitaonekanaje saa hii wakiniona nikianza kwenda kanisani? Unaogopa kuambiwa unajifanya, kwa sababu watu wanajua mbaya wako. Praise the Lord. Ni lazima ufanye uamuzi wa kweli. Ujue ukweli na ufuate ukweli. Usiogope. Watu wengi wamekataa kuokoka kwa sababu ya hofu. Moyo wa mtu unatamani tu amuke uende kanisani, lakini unaogopa, nitaanzaje? Familia itaniona vipi? Fanya uamuzi. Praise the Lord. Kwa sababu unajua Mungu pekee ndiye aliye na msaada wako. Yesu pekee ndiye wa kuokoa. Yesu pekee ndiye anayeweza maliza zile shida ambazo unazopitia. Hakuna mwingine anayeweza kukupa amani. Umetafuta amani kwa muda mrefu. Yesu pekee ndiye anayeweza kukupa amani. Na ikawa unajua Yesu pekee ndiye anayeweza kukupa amani, lakini unaogopa, watu watanionaje? Praise the Lord. Fanya uamuzi, uache kusita, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu hapendi mtu wa nia mbili, mtu wa kusita. Mungu hapendi. Anataka mtu wa kusimama, kuchukua uamuzi na kusimama na imani na kile ambacho ameamua kushika. Hata tuende katika kitabu cha Yohana 3. Yohana 3 pia tutaanzia mstari wa 1, lakini nitasoma tu nikishuka chini, lakini nitaenda nikirukaruka mistari.
kufanya uamuzi wa imani. Ninasema kwamba basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia Yesu usiku, akamwambia, Rabii, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Yesu akamjibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Praise the Lord. Nikodemo alikuwa Mfarisayo, na kwa sababu aliogopa Wafarisayo, praise the Lord, kwa sababu pia alikuwa na hofu, hakutaka kuonekana, alimwendea Yesu masaa ya usiku, wakati kuna giza, watu hawamuoni. Na nadhani alikuwa mmoja bado wale walikuwa wanasema, haya mambo yote tunayafanya kwa mamlaka ya nani? Kwa sababu alikuwa mwalimu wa Injili pia. Na Nikodemo alikuwa mwalimu wa Waisraeli, lakini anamwendea Yesu masaa ya usiku, hofu, hutaki kuonekana. Praise the Lord. Hutaki kuonekana kiwango gani ambacho umemjua Yesu nacho. Hutaki kuonekana jinsi gani unavyompenda Mungu, lakini ndani ya moyo wako unashuhudia nguvu na uwezo wa Mungu, unashuhudia upendo wa Mungu, lakini hutaki kuonekana. Hofu, ndio maana Biblia inasema ya kwamba waoga hawataingia katika ufalme wa mbinguni. Hofu ni dhambi, woga ni dhambi, kwa sababu Mungu anajua kwamba watu wengi watazuiliwa kuingia mbinguni kwa sababu ya hofu. Wengi wamempenda Mungu na wamempenda Mungu kweli kweli, lakini kwa sababu hawataki kuwa taa waonekane, wanampenda Mungu kwa ajili ya kujificha, kwa njia ya kujificha, hiyo itawafanya kwamba wasiurithi ufalme wa mbinguni. Kwa sababu Biblia ndio inayouliza swali ya kwamba utakuwa taa vipi? Utawakisha taa vipi alafu uivunike? Taa alafu ivunike na libakuri, itaangaza vipi? Yesu anataka uokovu wako uonekane, matendo yako mema yaonekane. Yesu anataka kukuona ukitangaza ukuu na uwezo wake, ukitangaza neno lake. Lakini wewe unaogopa, nitaonekanaje? Watu watasema namna gani? Huwezi kuambia jirani yako makuu na uwezo wa Mungu. Huwezi kumhubiria jirani yako aokoke, aoje kwa Yesu, kwa sababu unauliza nitaanzaje, ataniona vipi? Usiogope vile ambavyo atakavyo kuona, lakini ambao umetimiza lengo la Mungu na mapenzi ya Mungu na kusudi la Mungu. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo acha tukaweze kuondoa hofu ndani yetu. Unajua hii ndio njia iliyo sawa, lakini kwa sababu ya hofu unashindwa kuifuata. Unajua kwamba kile ambacho ninachokifanya ni dhambi, lakini unaendelea kukifanya, unashindwa kuchukua uamuzi ulio sawa, ukaweza kuacha hiyo dhambi, ukafuata njia ambayo ni ya kweli, ukafanya uamuzi ambao ni uko sawa. Praise the Lord. Ni mara ngapi umeshindwa kuchukua uamuzi ulio sawa?
kwa sababu kuna jambo limekufungia mahali fulani. Ni lazima ujifundishe kufanya uamuzi. Tatu nasema Yesu akamjibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kuzaliwa mara ya pili ni kumaanisha ya kwamba kugeuzwa ukafanyike kiumbe kingine kipya. Ni lazima ukubali ya kwamba nimegeuzwa, nimetolewa nimetolewa mahali ambapo nilipokuwa kwanza. Utu wangu wa kale lazima ukubali, utu wako wa kale ukave, ukafanyike kuwa kiumbe kingine kipya ambacho hakina uoga. Praise the Lord. Kuzaliwa mara ya pili tunajua kwamba mtu akizaliwa anazaliwa akiwa mtoto mdogo ambaye haogopi chochote, na kile ambacho anachofundishwa ndicho ambacho anachokiamini. Wakati ukimwamini Yesu, ni lazima kubali kuzaliwa mara ya pili ili uweze kumwamini huyo Yesu na uweze kuenda sawasawa na neno lake. Lakini watu wengi tumeamini, lakini tumekataa kuzaliwa mara ya pili ili tukashikamana na hii imani ya Yesu. Praise the Lord. Kwa sababu kuna kuamini na kuna kushikamana na imani. Mtu ambaye ameshikamana na imani hawezi kukutoa katika hiyo imani. Mtoto ambaye alizaliwa akajua kwamba huyu ndiye mamangu, si rahisi kumtoa kwa mamangu kwa sababu anajua kwamba huyu ndiye mamangu. Na sisi tukizaliwa mara ya pili tunazaliwa tukijua kwamba Mungu ni Baba. Tunaamini Yesu. Na hakuna chochote kile kitakacho kutoa hapo kwa Yesu. Praise the Lord. Hata kama ni jambo gani litakalo kupata, halitakuondoa hapo kwa Yesu. Lakini ni mamlaka ngapi tumetolewa kwa Yesu? Tumeshindwa kufanya uamuzi ulio sawa kutetea imani yetu. Ni mara ngapi tumekosea? Ni mara ngapi tunaenda kinyume na neno la Mungu ingawa tunajua imani yetu inafaa kufuata jambo hili? Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi unaenda kando na neno la Mungu ingawa unajua neno la Mungu vile linasema na unajua ya kwamba unafaa kufuata neno la Mungu? Marafiki na kutoa nje ya neno la Mungu lile ambalo umeliamini, kisha na mara umeshindwa kuchukua uamuzi ulio dhabiti wa kufuata imani yako. Unaacha wengine wanakuamulia, kisha na maana hutaki kuonekana mbaya. Tena kasema mstari wa 11. Nasema amini amini nakwambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu amukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala amsadiki, mtasadiki wapi?
niwaambiapo mambo ya mbinguni, wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Praise the Lord. Nasema amini nakwambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu amukumbali. Praise the Lord. Mnajua ukweli lakini amukumbali huo ukweli. Bado mnaendelea kwenda kinyume na neno la Mungu. Mnasikia ukweli lakini hakuna yule ambaye anayetaka kukubali huo ukweli. Mambo ambayo unayofanya neno la Mungu lishakukataza, lakini hutaki kukubaliana na neno la Mungu ambalo ni ukweli. Umeshindwa kufanya uamuzi ulio sawa. Ni juu yako mwenyewe ufanye uamuzi. Kubali. Unajua huu ndio ukweli lakini hutaki kukubali. Praise the Lord. Yesu akaendelea kumwambia kwamba nimewaambia mambo ya duniani mmekataa kusadiki. Je, nikiwaambia ya mbinguni na hakuna mwenye ameshawahi ingia mbinguni akaona mbinguni vile kulivyo, ndio mtasadiki? Ndio maana Biblia inasema ya kwamba lazima mpende ndugu yako, na kama upendi ndugu yako haumjui Mungu wala umpendi Mungu. Kwa sababu utasemaje unapenda Mungu ambaye hujawahi muona, na ndugu yako ambaye unamuona kila hapa na pale umeshindwa kumpenda? Ndio maana tumepewa mambo ya hapa duniani tu tujifundishe nayo. Alafu tukifuata njia ya kweli hapa duniani, mbinguni tutaingia. Praise the Lord. Lakini unasema kwamba nampenda